Mimi napata tabu kidogo na Uswahili, lakini kuelimisha jamii ya Waswahili si tatizo. Kwamba tunaweza kuwa tunatumia neno fulani kimakosa na tukalilazimisha maana, kwamba hili neno maana yake ni hii. Inawezekana ni makosa makubwa sana. Nataka nitafute mifano michache, lakini nitakuwa najaribu kuiweka kila wakati inapowezekana katika chaneli hii. Kwa hiyo nimekwisha zungumza machache na mengine nadhani nitakuja kuyazungumza baadaye. Leo niseme neno moja tu ambalo limekuwa na migogoro. Sitaki kuzungumzia mchepuko. Naomba swala la michepuko baki nalo wewe. Niseme kuhusu nyumba ndogo. Nyumba ndogo limekuwa likitumika kama neno la mzaha, lisilo na staha, lisilo na maana, lakini kwa Uswahili nyumba ndogo ipo na nyumba kubwa ipo. Umepata bahati wewe mwanaume au mwanamke ukawa katika ndoa ya mitala, na kwamba yupo mke uliyemkuta. Kama wewe ni mwanamke, basi wewe mwanamke unaingia katika ile nyumba utakuwa ni nyumba ndogo, na uliyemkuta ni nyumba kubwa. Nyumba ina siri kubwa, maana yake nyingine najua mnaifahamu, lakini nyumba ndogo ipo kwa maana ya kwamba ni mke mdogo. Nyumba kati ipo pia kwa maana ni mke wa kati ya mkubwa na mdogo. Sasa ule utani tunaofanya mjini, kama hauko katika ndoa ya mke mmoja, wawili, watatu, wanne, ukasema nimetoka nyumba ndogo, sisi wengine tutakuheshimu, hatutakuchukulia kimasihara, tutakuheshimu vizuri sana kwamba mwenzetu na mke mkubwa na mke mdogo. Lakini kama una maana ya mambo ya kando, wengine wanasema hivyo, tutakudharau. Mke mdogo ana heshima zake zote kama alivyo mke mkubwa. Wanasema shitariki, mimi kwangu naona gumu sana shitariki, lakini tutazoea. Subscribe ndio, lakini ni Kiingereza hicho. Mimi nitakwambia hivi, bofya kwenye kiungo hiki ili uweze kupata maneno mengine. Kila napopata nafasi, basi nitajaribu kudadavua neno moja baada ya jingine. Na una shida na neno, weka hapo chini. Asante sana.